Ndege aina ya kanga tunawapenda kwa sababu tunawafuga kama tunavyofuga kuku kwa ajili ya kupata nyama na mayai. Lakini kanga wana faida za ziada kushinda kuku kama ambavyo wengi wanapenda kujifunza, ni kwamba kanga wanakula sana wadudu kwenye mbuga au tuseme kwenye mazingira ya karibu na nyumbani. Wale ambao wanalima au wanafuga mifugo kama ng'ombe, mbuzi, kondoo, kama unaweza kufuga kanga, fuga, kwa sababu kanga wanasaidia sana kula kupe, na kupe ni wadudu wasumbufu na wanasababisha magonjwa mengi sana na ni hatari. Kama unavyoona hapa, kanga hawa hapa wanakula muhogo. Naona hapa wanakimbia. Hawa ni kanga wa kufugwa tu nyumbani, lakini wanapenda kuja shambani. Naona wanaenda. Kwa hiyo kanga wanakula sana kupe na wadudu wengine ambao wanasababisha magonjwa kwa wanyama wetu. Kwa hiyo ukifuga kanga, si tu utapata nyama na mayai, lakini pia utakuwa umepata mnyama ambaye anaweza kukusaidia kupambana na kupe na wadudu wengine ambao ni wasumbufu kwenye wanyama wako. Hiyo ni moja. Lakini pia kanga ni kama alarm, kwamba kanga wakiona kitu kisicho cha kawaida au kitu kigeni kwenye banda au mazingira walipo, wanapiga kelele. Kwa hiyo hata kama mmelala usiku, ukisikia kanga wanalalamika, ujue huko nje kuna kitu. Inaweza kawa ni mtu, ni mnyama anapita, vitu kama hivyo. Lakini hiyo ni faida ya pili. Faida ya tatu ni kwamba kanga pia wanakula sana nyoka. Yaani kama unakaa eneo kama shambani, ni muhimu sana kuwa na kanga. Kuku nao wanakula nyoka, lakini hawawashindi kanga. Kanga wanakula sana nyoka. Kwa hiyo kama unaishi eneo ambalo kuna nyoka wengi, fuga kanga, utawakomesha hao nyoka. Na nyoka wanafahamu, wakiona tu kanga ni spidi, kwa sababu wanajua maisha yao yanakuwa katika hali ya hatari. Tunachukia kelele za kanga, lakini ukiangalia kelele na faida kama hizi, unakuta kwamba kanga bado wana faida. Lakini nyama ya kanga kwa ujumla wake, hata mayai, hasa nyama unaweza kugundua kirahisi, mayai sio sana, lakini nyama yake pia ni tamu kuliko ya kuku wa kienyeji. Hata kama kwa ujumla wake umbo lake ni dogo kwa ujumla, lakini nyama yake ni tamu sana. Kama hujawahi kula kanga, na kushauri tafuta kanga mmoja, mtengeneze supu, alafu utakuja kuniambia. Kwa hiyo kwa wale wanaofuga, hakikisha kwamba unafuga kanga. Kanga wanakusaidia kupambana na wadudu waharibifu kama nge, nyoka, tandu na wadudu wa namna hiyo. Lakini pia kama kupe, ambao ndio tatizo kubwa kwa wafugaji wa ng'ombe, mbuzi, kondoo, wanakusaidia pia. Lakini pia tumesema ni alarm, wanakusaidia kutambua kama kuna mtu mgeni, mnyama mgeni mazingira ya nyumbani. Kwa hiyo hata kama ni usiku, wanaweza kukusaidia kama vile wanavyofanya mbwa, na wenyewe wakakusaidia kujua. Ukiona kanga wanalalamika usiku, na kanga kawaida wanapenda kukaa nje au mazingira ya kwenye miti. Kama unakaa sehemu ambapo kuna miti, kama hujawafungia tu ndani, kanga kwa kawaida wenyewe wanapenda kukaa nje. Na hapa na watafuta, naona wameshanikimbia. Kama una mazingira kama haya unayoyaona, wakitoka nje ya banda lao nyumbani, usitegemee utakuja kuona mayai ndani. Wanapenda kutaga sehemu zenye vichaka na mazingira kama haya. Wakati mwingine wanaweza kapotea kwa muda, ukadhani wameibiwa, kumbe wanataga mahali na wameatamia. Wakati mwingine unaweza kushangaa unakuta tu kanga wanatokezea na vifaranga. Ni kitu cha kawaida kwa kanga. Kwa hiyo nimeona ni share na ninyi, mtu aelewe kwamba kanga pia ni ndege wazuri kwa ajili ya kufuga, hasa kwa wafugaji. Asante sana kwa kutazama. Kama ni kitu kipya umejifunza au unatamani kuendelea kujifunza mbinu mbalimbali za ufugaji na kilimo, basi karibu sana. Usisahau kusubscribe. Hapa ndio pale kanga walikuwa wanakula, ile nilikuwa naonesha. Shina la muhogo lilikuwa limeoza, wenyewe wanaendelea kula. Kwa hiyo ni faida win-win, kwamba limeoza lakini ni chakula cha kanga. Hata ukiwapa kuku wanakula. Kwa hiyo wanaolima pia, hicho ni kitu cha kujifunza. Mihogo ikiharibika, kama una issue nayo, usitupe, rushia kwenye banda la kanga au la kuku, watakula, ni chakula. Asante sana kwa kutazama, na Mungu akubariki.